Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye Omwana Wegetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu, ndani ya AGR FM. Right, asante sana mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye meza yetu ya magazeti hii leo, ambapo tunaenda kukuchambulia gazeti la The Standard pamoja na gazeti la Taifa Leo. Langu hapa ni The Standard, nite Edwin Mukaya. Kama kawaida ni Fidel Omoshoge nikiwa na gazeti la Taifa Leo. Alright, moja kwa moja ukurasa wa kwanza wa gazeti langu la The Standard, tunaenda kuyapitia yale ninakiliwa kwenye magazeti gazeti hili japo kwa ufupi. Tuna hapa, it is another bombshell for Uhuru Kenyatta. Ini baada ya watu 128 walioteuliwa na yeye rais wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta kutimuliwa pamoja na majaji. Hayo ni katika ukurasa wa 6. Vile katika ukurasa wa 3 tunaangazia June Ruto, msichana wa Ruto, alikuwa alifunga ndoa hapo jana. Ndoa ilikuwa inapendeza zaidi, kwenda pale nchi ya Nigeria. Ukurasa wa 3 tutaangazia hayo. Vile ukurasa wa 10 hapa kuna viongozi wa dini la Kikatoliki wanasema kwamba uchaguzi ama referendum ifanyike after uchaguzi wa mwaka 2022. Vile kutokana na hayo, kuna ule mwanaume mmoja ambaye aliweza kujirusha kwa motorcade ya rais. Magari yalikuwa yanapita, kaweza kujirusha pale. Amesimulia kisa chake na kusema pengine mbona, akasema mbona pengine na kusema mbona aliweza kuchukua muda wake, ama akaweza kuchukua kiwango kile aweze kujirusha kwenye barabara. Kwa hivyo tunapoangalia kisa hicho kwenye ukurasa wa 7. Vile kuna wakulima wa majani chai wamekuwa kilalamika kwa muda sasa. Wameweza swa katika maeneo mabunge ama kaunti ya Kisii na Nyamira, wameweza kuacha mambo na majani chai na kuhamia upanzi wa matunda. Vile ni hayo tu katika ukurasa wa kwanza wa gazeti langu la The Standard. Tunaenda kupakulia mengi zaidi mule ndani ama ndani mwa gazeti hili. Nikiangazia gazeti hili langu katika ukurasa huu wa mbele, kuna yale ambayo yameshapishwa. Inamaanisha kwamba kuna yale ambayo yamepewa vipaumbele katika gazeti hili la Taifa Leo. Ikumbuke kwamba leo ni tarehe 28. Mwezi ni wa 5, mwaka ni wa 2021, pale ambapo wanasema kwamba tukianzia ukurasa wa mwisho ambao ni wa 16, wanasema kwamba klabu ya Man United au Manchester United waishiwa hewa taji la Europa. Ni ukurasa wa 16. Ukurasa wa pili wanasema kwamba magavana wa mkataa mwenzao mpya wa Wajira wakihofia kunyolewa. Huo ni ukurasa wa pili. Kumbuka kwamba kuna yule gavana ambaye alikuwa wa Wajira ambaye aling'olewa mamlakani, na yule ambaye alikuwa naibu wake mwenye alikuwa na umri wa miaka 26 aliweza kupewa mamlaka hayo kuwa gavana wa kaunti ya Wajir. So wanasema kwamba wale magavana wenza, wale magavana ambao ni magavana wenzake mwenye alikuwa ameng'olewa mamlakani, wamemkana yule ambaye ni mdogo zaidi katika jopo hilo la magavana. Huo ni ukurasa wa pili, tuangazia hayo. Katika ukurasa wa 7 ni uandishi wa insha kama kawaida. Katika ukurasa wa pili wanasema kwamba waombaji wasiotenda, wanasema kwamba kuna wale ambao wanaomba kura kwa wananchi. Kumbuka kwamba hayo maneno yalikuwa yametamkwa na Amos Wako ambaye ni seneta katika kaunti ya Busia. Jana aliweza kusisimua wale ambao walihudhuria hafla ya maombi ambayo ilikuwa inaongozwa na rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta na naibu wake katika majengo ya bunge. Amos Wako alikuwa amemwambia kwamba tuache unafiki, matumaini pekee yake hayawezi kutusaidia, tunahitaji vitendo. Kwa hivyo tukitoka hapa tuende
kuchukua hatua. Huyo ni Amos Wako. Huo ni ukurasa wa pili, tutaangazia hayo. Katika ukurasa wa pili pia kunasema kwamba koti ya Charasa Uhuru akipewa kwa mara nyingine ikisema alipuuza katiba. Huo ni ukurasa wa pili, na katika ukurasa wa sita wanasema kwamba tahadhari ya balaa njaa yatolewa Pwani. Ukurasa wa saba pia tangazia zoezi la mitihani. Hayo tu ndio natangazia katika gazeti hili zima la Taifa Leo. Alright, pengine tukimbie madukani kidogo. Nitarejea nianze na ukurasa wa pili hapa kama kawaida, historia, gazeti la The Standard. Now introducing my story, story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana wa Bagetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya story yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My story, story yangu ndani ya AGR FM. Ntogo isaransa kuligereria gukunererwa ase ogoseria obutaka. Wono kirali tukorie iki imeya Abagusi Global Radio. Nigo tugosanga amono mwana wa Bagetutu Videlis Omingo Muchoge guchakira chinsa inye chia mambia gwikira chinsa isano na isatu chia mubaso asomoroberio oseria obutaka aiga no abasaye bakoegwa emirimo ogwakanwa wechisira amona engana emwamu. Astubate round ya ntangane ya kabiri ya katuraboge round ya kane atwanya kwa togosanga twakana madeni twana na chiga sucha sabasaye na boigo twakana libero bato elanchengia. Imeya Abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi Kumancho matagarari samarieta nguru kusaro nchangu igontegrete radio station ekorukwa Abagusi Global Radio asenge ncho basemia inde tonyaka batogo serio butaka seitogusi na inche kurwali karo kanguru kweli asmabiria ni gontegerete Omugusi Global Radio na Abagusi no Mugusi etabauti gakinero nche mononko jeroka Abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to serio butaka gusi yeito yali konyarikana gaki timotiga moge momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga ngontegerete Abagusi Global Radio. Nchutwensiga iga turageramo chinge ni no chire chinsaga omotere linagu byonse asobwamo. Ndorwara ndobwena kero kyombura twarwara kero kyomuna kera. Twensi tutochamo iga ase Abagusi Global Radio ambiamono. Okay, motegerete Abagusi Global Radio abantu baminto morwara corona nebo kara America. Inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato morobo gosambo bokima nesuguma torio bokimekeni karibu. Emotegerete Abagusi Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza Abagusi Global Radio. Na mpenzi mtazamaji, ningependa nianze na gazeti hili la Taifa Leo. Ukurasa wa pili wanasema kwamba magavana wa akataa mwenzao wa Wajir. Wanasema kwamba baraza la magavana COG limekataa kumtambua gavana mpya wa Wajir Al-Mukta, likisitiza kwamba yule ambaye alikuwa ameng'olewa mamlakani Abdi Mohammed aliyeondolewa afisini angali anasimamia kaunti hiyo. Ikumbuke kwamba walianza kuhofia kwamba huyu mpya ambaye ni kijana ambaye ni barubaru ana miaka 26, wanasema kwamba njia ambazo zilitumika kumngoa mamlakani ya Mahamud Abdi hazikuwa zimefuata sheria, na wanasema kwamba watapambana ili waone kwamba Abdi ama Mahamud anarudi kuwa gavana wa Wajir. Huo ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa huu wanasema kwamba wanaomba bila kutenda. Kuna lile jambo ambalo seneta wa Busia Amos Wako aliweza kulinena jana katika hafla ya maombolezi. Aliwaambia wanasiasa kwamba huwa wanaenda wananyenyekea, wanaomba kura kisha baadaye hawatendi yale ambayo wananchi wanataka, na aliwahimiza kwamba wakitoka pale katika ile hafla ambayo ilikuwa ya maombi waweze kuona kwamba wanafanya vitendo, si kuongea tu, wafanye vitendo. Katika ukurasa huu pia wa pili wanasema kwamba
Kenya anga Tanzania na PhD ya Kiswahili. Katika ukurasa huu pia wapili wanasema kwamba mahakama yabadilisha tena uamuzi wa Uhuru. Kumbe kwamba majaji Jesse Letil, Chaja Mwita, Luzi Njuguna walisema teuzi hilo ama hizo zilifanywa na Rais Uhuru Kenyatta na baadhi ya mawaziri mwaka wa 2018 asikufanywa kwa ambatana na katiba kwa mkuu. Maoni ya umma hayakushirikishwa katika maamuzi hayo. Huo ni ukurasa huu wa pili. Katika ukurasa huu wa tatu wanasema kwamba wapingao BBI wataka rufaa isikizwe na majaji 11. Kumbuka kwamba majaji 5 tu ama jopo la majaji 5 ndipo walikuwa wametoa mwelekeo wa kuzimwa kwa BBI. Sasa wale ambao wanasema kwamba BBI ambao wanaipinga BBI wanasema kwamba jopo la majaji 11 aliweza kuteuliwa ili kuweza kusikiza kesi ambayo ipo katika mahakama ya rufaa kuhusu kuzimwa kwa rege au BBI. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 2 na 3 katika gazeti hili la Taifa Leo. Right, ukurasa wa pili wa gazeti langu la The Standard. Kama kawaida tunaangazia historia kidogo, na leo hii tunaenda kuangazia Wilson Airport. Wilson Airport ni uwanja wa ndege ambao kidogo umekuwa na mambo kadhaa tangia ulipoanzishwa mwaka 1929. Ilianzishwa pamoja na aliyekuwa mwenye mamilioni, wanasema ni milionea Florence Wilson, ambaye alianzisha uwanja huo wa ndege. Baadaye akampata mchumba. Wanasema kwamba uwanja huu wa ndege umekuwa ni msururu wa mambo mengi zaidi ambayo yanahusisha mapenzi, yanahusisha vita. Kwa hivyo kidogo tukiangazia pale mwanzo, Florence Wilson alikuwa na mpenzi wake ambaye alikuwa ni rubani. Rubani ulikutana pale alipoanzisha uwanja huu wa ndege, ambaye alikuwa anaitwa Thomas Campbell. So wakapendana kidogo, lakini baadaye Thomas Campbell akaweza kumpata mwingine ambaye aliweza kumpenda kidogo. Kwa hivyo ikakuwa kwamba wameachana, na ikabidi kwamba Wilson ameweza kuanza tena kumanage ile airport vizuri. Hapo kitambo kidogo alimwacha yule Campbell, walikuwa wanafanya vizuri, biashara ilikuwa safi, lakini walipoachana tena ikambidi aende to the drawing board. Baadaye wakati wa vita vya pili vya dunia mwaka 1939, Wilson ama Wakenya waliweza kuhimizwa, wale marubani wote waliweza kuhimizwa waweze kupigana na wale maadui wa Uingereza. Kwa hivyo ikakuwa ni vigumu zaidi, na the Royal Air Force ikachukua against the Adolf Hitler's forces. Kwa hivyo ikakuwa hivyo, lakini baadaye aliweza kuiaga mwaka wa 1968. Kufika sasa hivi Wilson Airport wanasema kwamba ndio the busiest airport, ambao pia inakaa ni gateway ya watalii ambao wanaenda pale Masai Mara, Mombasa, Amboseli, Lamu, Kilimanjaro, Diani, Lokchogio pamoja hata na Nyuki. Ni hayo tu kwenye ukurasa huo wa pili. Kama kawaida tunajua ni historia. Ukurasa wa 3 hapa ndio tutaenda kuangazia harusi ambayo ilikuwa ya kufana zaidi iliyofanyika pamoja na John Ruto pamoja na bwanake ambaye ni Alexander Ezenagu hapo jana. Wasema kwamba rais ama naibu wa rais William Ruto pamoja na bibie ambaye ni anaitwa nani? Rachel Ruto vile walikuwa pale. Hafla ilikuwa ya kufana zaidi, lakini sasa ilikuwa ya invites only. Kwa hivyo wale marafiki wake Ruto wa kisiasa pamoja wa maisha waliweza kuhudhuria mkutano huo ambao uliwezesha kufanikisha harusi hiyo ya Bijon pamoja na bwana Alexander Ezenagu. Hayo ni katika ukurasa huo wa 3. Vile ukurasa huo wa 3 tunasema kwamba kuna wazazi alikuwa anaitwa nani? Mfawidhi. Kuna lecturer ambaye alikuwa anafunza
the former Rift Valley Institute of Science and Technology, Jepchumba Irene aliweza kuiaga dunia na madai kwamba aliweza kuuliwa na boyfriend wake. Lakini sasa the State Council Jepchumba Onyango amesema kidogo wazazi wake wakati wa mazishi funeral service waliweza kusema kwamba Jepchumba aliweza kupata accident akaaga dunia. Kwa hivyo amesema kwamba wazazi waweze kufika pale kotini ili waweze kutoa ushuhuda na waseme kwamba walisema nini wakati wa mazishi ya mtoto wao. Ni hayo tu kwenye ukurasa huu wa 2 na 3. Katika ukurasa huu wa 6 ni habari za county pale ambapo wanasema kwamba Pwani hajakodolea macho na njaa kali, kwa sababu wanasema kwamba wale ambao wanatabiri hali ya anga wanasema kwamba mvua ambayo ilikuwa imetarajiwa kunyesha pale Pwani mwezi huu wa Machi haijatoshea, na pia mvua hiyo imetokomea. Wanasema kwamba sasa Pwani inaweza pata bala njaa katika akaunti hiyo ama Pwani yote. Huo ni ukurasa huu wa 6. Wanasema kwamba ni mawaidha wa Kiislamu. Katika ukurasa huu wanasema kwamba kaunti ya Kakamega inatarajia ujimbaji wa dhahabu kuanzia maeneo 7 Kakamega County. Kuna sehemu ambazo ni 7 ambazo zinatarajia wale watu ambao ni wachimba dhahabu waanze kazi katika maeneo hayo. Katika kaunti ya Kisii kuna wale madiwani ama kuna ule mswada ambao ulikuwa umezungumziwa siku ya Jumatano. Walikuwa wamesema kwamba speaker wa kaunti hiyo ama wa bunge hilo la kaunti ya Kisii David Kombo anapaswa kutimuliwa mamlakani. Wanasema kwamba speaker huyo jinsi ambavyo anaendesha hafla katika wakati wako na kikao katika bunge hiyo ya kaunti ya Kisii, wanasema kwamba haifai. Na inasemekana kwamba wa madiwani 47 walikuwa wamepiga kura ya kumuondoa mamlakani, huku 21 wakiwa na mpinga hoja hiyo ya kumuondoa mamlakani. Hizo ndio taarifa ambazo zimeangaziwa katika ukurasa huu wa 6. Ukurasa wa 7 ni jaribio la KCSE. Katika ukurasa wa 8 wanasema kwamba maamuzi ya koti sawa na msumeno ukatao kuwili. Huo ndio naona usemi ambao umenakiliwa katika ukurasa huu wa 8, huku wakisema kwamba imani iambatane na vitendo vyetu. Kumbuke kwamba jana yule seneta ambaye ni wa Busia Amos Wako aliweza kuwaambia wanasiasa kwamba wasiwe tu wanapeana tu promises, wawe pia wanazitenda, wawe wanafanya vitendo. Waziwe watu ambao wakiomba kura wanaongelesha tu wa Kenya vizuri, wanawaahidi, ni watu wa kupeana hadi, lakini pia wawe ni watu wa kupeana vitendo, wa kutenda matendo, kwa sababu kazi ya kuwa mwanasiasa inahitaji ufanye vitendo, ndipo sasa wananchi wawe tu wanaona vitendo, si mdomo tu. Huyo alikuwa seneta wa Busia Amos Wako ambaye alikuwa anayasema hayo tu, ndio yanaangaziwa katika ukurasa huu wa 8. Katika ukurasa huu wanasema kwamba serikali isipuuze mauaji haya kwa kushtua katika jamii. Kumbuke kwamba hivi karibuni watu wamekuwa wakiuawa kwa njia ambayo ni tatanishi. Kuna yule Bashir Muhammad ambaye ni mwanabiashara, kuna wale vijana 4 ambao waliuawa katika kaunti ya Kitengela ama walitoweka pale, kisha baadaye miili yao ikapatikana kama imeninginia kwa mti mtondani. Wanasema kwamba serikali ianze kufanya uchunguzi, na si hao tu, kuna wengi ambao wameuawa, naona wamenakiliwa huku. Wanasema kwamba serikali ifanye uchunguzi na kuona kwamba haya ni chao kuuawa ni kipi. Wanasema kwamba serikali iziweze kupuuza mauaji kama haya. Hayo tu ndio naona yameangaziwa katika ukurasa huu wa 8 na 9 gazeti la Taifa Leo. Shukrani sana. Ukurasa wa 4 hapa tunaangazia, watu wengi wamekuwa kijiuliza inakuaje ugonjwa wa corona umekuja juzi tu na ndio hivyo chanjo yake ikapatikana, na pengine virusi vya HIV ambavyo viligunduliwa miaka ya 80 bado kufika saizi hatujapata chanjo. Kwa hivyo ukurasa wa 4 hapo unadokeza zaidi na kusema kwamba virusi vya HIV kidogo jinsi vinaingia mwilini na jinsi strain
diversity yake kidogo inakuwa gumu, na kwa hivyo bado hawajachoka wale wenye kufanya utafiti mahabarani hawajachoka bado kufanya utafiti, na pengine tuwe na subra kidogo. Lakini COVID-19 imechukua muda mchache kuhusiana na jinsi ugonjwa ule unaingia kwenye the immunity system. Kwa hivyo hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa wa 4. Kwa hivyo wale ambao umekuwa mkiuliza maswali na kuaje, wengine wanasema kidogo kuna ujanja mahali, pengine watu hataki kutoa chanjo ya ugonjwa wa HIV AIDS. Kwa hivyo hayo yamenakiliwa kwenye ukurasa huo wa 4. Uweza pata na gazeti lako uweze kujijuza zaidi. Ukurasa wa 5 hamna jambo la kutufaidi. Ukurasa wa 6 hapa ndo tunaangazia a bombshell yet again, au majaji ni kama wameamulia uhuru kabisa. Manaka alikuwa ameteua watu 128 kwa senior parastatals kama chiefs, ambao tena majaji waliweza kusema kidogo. Nakumbuka hao machifu kidogo muda wao ulikuwa unaelekea kuishaisha, walikuwa wanaelekea kustaafu, lakini kidogo majaji, kuna jaji ambaye anaitwa Justice Jesse Lesit, Chacha Mwita na Lucy Njuguna, hapo jana walisema kwamba uteuzi wao ulikuwa wa kimakosa, kwamba rais hakufuata sheria. Kurasa huo vile kwenye kurasa huo tutaangazia kuna maafisa wa polisi wawili ambao waliweza kumuua mwanabiashara mmoja mwanamke pale Nairobi City Park. Waliweza kufungwa kwa kifungo cha miaka 7. Tuliangazia hapa juzi kwamba walikuwa wanaomba kidogo waweze kusamehewa, manake kidogo na familia ambazo zinawahitaji na wao ndio the breadwinners. Kwa hivyo kesi hiyo ya mada iliweza kupunguzwa kidogo kuwa ni manslaughter ambayo kidogo hukumu lake ni light kidogo, ambao waliweza kuhukumiwa miaka 7 kwenye jela. Kwa hivyo wawili hao, William Churchill pamoja na Godfrey Kirui, ni kama watafungwa miaka 7 tu, 7. Naam. Katika ukurasa huu wa 10 ni barua zile ambazo zimeandikwa na Wakenya tofauti. Katika barua ya kwanza naona wanasema kwamba mikutano hii ya COVID-19 ama mikutano hii ya kisiasa itapepeta wimbi jingine la COVID-19. Wanasema kwamba viongozi washasahau kwamba kuna janga la corona na wanaendelea kufanya misururo huku wakifanya mikutano mbalimbali ni wananchi. Wanasema kwamba hii inaweza pepeta tena wimbi jingine la COVID-19 nchini Kenya. Hiyo ni barua ya kwanza. Barua ya pili wanasema kwamba uwanja wa JK ni ulaghai mtupu. Kuna barua nyingine hapo wanasema kwamba CJ Koome ana kibarua kizito kukamilisha aliyoanza Maraga. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba kuna barua ambayo inasema kwamba tusiruhusu kamwe kero la wizi wa mitihani kuchomoza tena. Wanasema kwamba Nyanza wavune ziara ya rais. Kumbuka kwamba Juni mosi kuna Madaraka Day na itafanyika pale katika kaunti ya Kisumu. Sasa mmoja anasema kwamba hiyo ni watu ambao ni wa mkoa wa Nyanza wavune kutoka kwa hafla hiyo. Kuna barua nyingine anasema kwamba ufisadi umetulemea kabisa. Wanasema kwamba ufisadi umetulemea kabisa. Naona hizo ndizo baadhi ya barua ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu wa 10, huku wakisema kwamba kina Gates, Bezos na Mbogi hawa ni wale matajiri ulimwenguni ambao wengine washatarakiana, ndio wanazungumziwa katika ukurasa wa 12. Kuna Don Devs na Amber Hearts ambao walitarakiana kwa $7 milioni. Anasema kwamba kwa $7. Kuna hao wanasema kwamba James Cameron na Linda Hamilton walifanya taraka ambayo iliwagharimu $50 milioni. Kuna hao ambao wanaitwa kuna Madonna na Gay Rich ambao talaka yao iliwagharimu milioni 76 hadi 92. Hizo tu ndizo baadhi ya taarifa ambazo zimeangaziwa katika ukurasa huu wa 12 na 13.
Naam, ukurasa wa 6 tushazungumza. Ukurasa wa 7 hapa ndo tunaangazia kuna yule mwanamume mmoja aliweza kujirusha barabarani wakati gari la rais lilikuwa likipita. Asimulia kisa chake na kusema kidogo kuna wale wanamhukumu wakisema kwamba kidogo ilikuwa ni hatia, kuna wale wanasema kidogo amekuwa celeb kivyake. Hivyo anasema kidogo ni mashida yalifanya kwamba alikuwa anataka umakini wa rais ama attention ya rais. Mtu ambaye anaitwa Kefa Ogoka akona miaka 31 na anaishi pale Nairobi Laksama, ambaye aliweza kuhatarisha maisha yake wakati the presidential motorcade ilikuwa imepita. Kwa hivyo anasema kidogo mashida yalikuwa yamemfanya yanamfanya ili aweze kujirusha pale barabarani na kidogo kuweza kuongea kumpata ana kwa ana na rais. Lakini hapa tuna kidogo rais alisema kijana tutaongea. Ndio last words wakati rais aliweza kusema, na pale ndio maaskari ama wanapolisi ambao wanamwekea ulinzi rais waliweza kumchukua na kumtesa kidogo. Naam, ni kisa chake. Unaweza pata gazeti lako uweze kusoma kwa kina zaidi. Vile ukurasa wa 8 hapa tunaangazia kuna barabara moja ambayo ilikuwa inaitwa Mandera Road pale Kileleshwa, imeweza kubadilishwa hapo jana na kuitwa Francis Atwoli. Kwa hivyo ambaye amesimamia maneno ya anaitwa nani? Francis Atwoli ambaye amesimamia the Central Organization Trade Unions ameweza kuitwa, jina lake limeweza kuitwa barabara hiyo, pamoja na naibu wa gavana Ann Kananu ambaye hapo jana aliweza kumrecognize na kuhakikisha kwamba barabara hiyo imeitwa jina lake ili kuweza kurecognize ile kazi ambayo Atwoli anafanya. Kwa maoni yake Atwoli alifurahia zaidi na kumshukuru Kananu kwa kumpatia ama kumrecognize in such a manner. Kurasa wa 8 huo. Vile vile pale Kisumu tunajua madaraka ya wadia hivi karibuni, na watu pengine wajiandaa na pengine walikuwa nasema kidogo watafurika pale. Ngawaje ukiangazia siku ambayo Raila aliweza kuzungumza na watu pale Kisumu akiwaambia waweze kujiandaa ili kumkaribisha rais wa nchi ya Kenya pale Kisumu, watu walikuwa na furaha zaidi na pengine walikuwa nadhani kwamba wataingia pale Jomo Kenyatta International Stadium karibu watu wote ili waweze kusherehekea madaraka kwa kina. Lakini kidogo tunaona kwamba COVID-19 masharti lazima yafuatwe, na kwamba kutokana na waziri wa afya Mutahi Kagwe hapo jana aliweza kusema kwamba Kisumu County ndio imenakili watu wengi zaidi, visa vingi zaidi vya watu ambao wameugua ugonjwa wa COVID-19. Kwa hivyo watu ambao watahakikishwa ama watu ambao wataingia kwenye stadium hiyo ni watu 1300 ili kuwezesha ile 1 meter distance, na kwamba masharti yote yameweza kufuatwa. Kurasa huo ni wa 8. Katika ukurasa huu wa 14 ni Embrambamba, na wanazungumzia Embrambamba huku wanasema kwamba vituko vyake ndivyo vinamfanya hadi ana trend. Wanasema kwamba umemwitaje Embrambamba? Embrambamba wanasema kwamba ametrend kwa siku nyingi sana na wanasema kwamba hata Githeriman hakuwa ametrend for that long. Sema Embrambamba ameweza kutrend kwa muda ambao ni mrefu sana, na pia ni kama ana vituko vyake. Anasema vituko vyake vya kitoto ndivyo vinamfanya hadi ana trend. Huo ni ukurasa wa 14. Kuna shangazi katika ukurasa wa 15 wanazungumzia Ramadan Cup. Kuna kikombe ambacho kilikuwa kinachezwa na timu ambayo ilishinda kikombe hicho ni Tsunami FC. Wanasema kwamba waliweza kutuswa na kupewa jezi na mpira na pia kombe hilo la Ramadhan. Katika ukurasa huu pia 15 wanasema kwamba FC Leopards wafikia KCB, timu ya KCB, huku Gor Mahia wakipiga Vihiga. Ni ukurasa wa 15 wanasema kwamba klabu 20 akisauni kuwania nuru ya Mjambale Cup huku akisema katika kaunti ya Nairobi Sam arejea
kwa kishindo mjujo wa Olimpiki katika kaunti ya Nairobi. Anasema kwamba ataka meji zaidi za Malkia kujinoa hukumu kuondoka Uswidi mwezi ujao. Katika ukurasa huu wa mwisho ni Man U. Unajua Man U iliweza kushindwa, sasa imekuwa ni kama wimbo kwa wale ambao ni mafans wa Man U. Wanasema kwamba mikwaju ya penalty ambayo Villarreal ilipepeta Man United na kubeba kombe la Europa League. Hayo tu ndio alikuwa ameangaziwa katika ukurasa huu wa gazeti hili zima la Taifa Leo. Na mkurasa wa 10 gazeti langu hapa The Standard kidogo tunaangalia viongozi wa dini la Kikatoliki wameweza kusema kwamba kidogo kutokana na notice ama ujumbe ambao walipeana kwenda kwa State House, walisema kwamba hii referendum ambayo pengine inaweza fanyika kutokana na uamuzi wa koti pengine iweze fanyika, ikiwa itafanyika iweze kufanyika baada ya uchaguzi wa mwaka 2022. Kwa hivyo wanasema kidogo hii itasaidia kuleta umoja, udugu hapa nchini Kenya. Haya yalisemwa pamoja na kuna the most referendum ambaye alichaguliwa hivi majuzi, Martin Kivuva ambaye alichaguliwa na Kenya Conference of Catholic Bishops. Amesema kwamba hii itasaidia kuleta umoja na vile vile hamna wakati. Kwa hivyo uchaguzi ufanyike mwanzo ndio mambo mengine kubadilisha katiba na hayo yengine yaweze kufanywa hapo baadaye. Kurasa huo bado hapa tunaangazia kuna wajane 300 pale Nyeri ambao wanaenda ku benefit kutokana na shilingi milioni 3. Shilingi milioni 3 hizi ziliweza kuchangishwa mwaka 2014 na kwamba pesa hizo zimekuwa kwa miaka 7 sasa, zimekuwa pale kwa treasury, na sasa hivi kutokana na audit wanasema kwamba kuna wanawake wajane ambao wataweza kufaidika kutokana na pesa hizo. Hizo pesa zilikuwa zimechangishwa ili waweze kufidia wale wanawake, vulnerable women in the society. Kando na hayo, kurasa huo bado tunaangalia kuna jumba ambalo lilikuwa najengwa pale Nyamira, lilikuwa ni jumba la County Assembly, liweza kuporomoka hapo jana wakati ujenzi ulikuwa unaendelea, na kufikia saa 12:30 za jioni wafanyakazi 25 walikuwa wameshatolewa pale na wengine 10 hawakuwa wamepatikana bado. Kutokana na commissioner county hiyo Amos Mariba aliweza kusema kwamba bado wanaendelea kusaka waone kwamba watu wote wameweza kutolewa pale. Hayo ni katika ukurasa huo wa 10. Ukurasa wa 11 hamna la kutufaidi, na pengine tuangazie ukurasa wa 12 kunradhi. Ukurasa wa 12 hapa ndo tunaangazia hapo jana kulikuwa na breakfast meeting, National Prayer Breakfast Meeting, ambapo tangia mwezi Februari hadi jana hapo ndo wawili hawa ambaye ni rais pamoja na naibu wake waliweza kutangamana tena na kuweza kukutana na kushare the podium kidogo. Uhuru Kenyatta aliweza kuhimiza Wakenya kuwe na umoja ili waweze kuhakikisha the big 4 agenda imeweza kufikiwa, huku naibu wa rais William Ruto kwa upande wake aliweza kusema kwamba kidogo Kenya inahitaji mazungumzo. Viongozi wale vinara ambao vigogo wa kuendesha nchi hii waweze kuketi chini, waweze kuzungumza, wafikie mkataba fulani. Hii ni baada ya kuonyesha kwamba kidogo kutokana na BBI, kuna wale ambao wanasema BBI ipitishwe ambao walikuwa wanaungwa mkono na rais pamoja na kinara wa ODM, na huku naibu wa rais pamoja na rafiki zake wa UDA kidogo tunaona kwamba walikuwa wanapinga marekebisho ambayo yanafanyiwa katiba. Kwa hivyo ni hayo tu yamezungumziwa hapo katika ukurasa huo wa 12. 13 mna lolote. 14 hapa ndo tunaangazia TSC, Teachers Service Commission, ambao ina mpango wake ambao kidogo utagonga wale ambao wanaenda kuhitimu kutoka taaluma ya ualimu. Kidogo anasema kwamba imekuwa kwamba walimu mtu anaenda kufanya shahada yake pengine kwa miaka 4, lakini sasa hivi ili mtu kuhitimu
ili wale wanafunzi ambao wako vyuo vikuu kuhitimu kufunzwa na kuwa mmoja wao wa TSC, kidogo itakuwa kwamba watakuwa wanafanya masomo yao ya yale masomo anaenda kuyafunza kwa miaka mitatu, kisha watafanya postgraduate diploma kwa mwaka mmoja ili waweze kuhitimu. Na hii itakuwa ni lazima. Ili waweze ni katika ule mpango mzima wa kubadilisha mfumo wa masomo na vile vile kuonyesha kwamba inapiga hatua katika masomo na mafunzo ambayo yanapeanwa katika mashule yetu hapa nchini Kenya. Ukurasa wa 15 hamna lolote, ukurasa wa 16 vile vile. Ukurasa wa 17 kama kawaida huwa ni maoni, na leo hii maoni yametolewa kuhusiana, kuna wale ambao wanasema kidogo wananchi ama sehemu ya wananchi ya Mlima Kenya, watu wa Mlima Kenya hawatapiga kura kama block. Unajua hapo awali tumejua kwamba walikuwa wanapiga kura zao kama block kwa tusemaje, wakiamua na kupigia kama ni mkaya wanapigia mokaya. Lakini sasa hivi kidogo wanauliza, je, mwaka wa 2022 haya yatatokea? Kuna wale wanasema kwamba hata mwaka wa 2016 kidogo Mount Kenya kulikuwa na mkanganyiko, kulikuwa na kambi tofauti za wale wanapigia msasa pengine huyu Rais Uhuru Kenyatta, wale walikuwa na hivyo, lakini wanasema kwamba baadaye waliweza kuja pamoja na kuamua kwamba this is the course. Kwa hivyo wanasema kidogo mwaka wa 2022 bado hayo yatatokea, kwamba watu wa Mlima Kenya watavote as a block. Na kuna wale wanasema kidogo, kama kuna huyu MCA wa Nyeri County Assembly Pauline wa Mabati, yeye anasema kidogo haiwezekani, manake sasa hivi tunaona kuna mvutano zaidi baina ya viongozi na wananchi, haswa ufuata yale ambao viongozi wanasema. Viongozi wote wakija pamoja waseme tufuate huu mkondo, inamaanisha kwamba watu wote watafuata mkondo. Anasema kwamba kwa mfano ukiangazia yule mbunge wa Gatundu South ambaye ni Moses Kuria, kuna huyu Rigathi Gachagua, wanasema kwamba wameonyesha kwamba kidogo kuna tovuti baina yao mbele ya watu, wameonyesha wazi kwamba kuna tovuti. Kwa hivyo wanasema kwamba itakuwa ni vigumu zaidi ikiwa watu wa Mlima Kenya watapiga kura kwa umoja, maana yake viongozi wenyewe washatawanyika. Kwa hivyo bila shaka hawawezi kujumuisha watu waweze kupiga kura kwa pamoja. Ni hayo tu kwenye gazeti langu hapa The Standard. Sijui ushamaliza lako la taifa leo? Langu nishaliangazia. Naam. Pengine sina budi ili tutie kikomo hapa hadi hapo kesho sana wakati kama wa leo. Nite Edwin Mokaya. Videlis Omo Shoge, sina mengine bali nitakukaribisha katika mpango mzima wa Zeria Obo Taka ambao utakaoanza muda mchache tu ujao hadi mwendo wa saa 7 mchana. Barikiwa. Awesome. Now introducing My Story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana wepegetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story yangu ndani ya AGR FM.